Mtoto wa tajiri aligongana na dogo anayefanana naye kila kitu. Walishangana kwa sekunde kadhaa, baadaye mtoto wa tajiri akakimbia. Mabodyguard kama wote wakatokea wakamzunguka yule dogo. Dogo hakujua ni nini kinaendelea. Akanyosha mkono, mabodyguard wote wakapiga magoti. Wakamuita bosi mdogo. Kabla dogo hajaongea kitu chochote wakambeba wakaanza kuondoka naye. Dogo aligundua gari anayotakiwa kupanda imezungukwa na mapepo. Ile gari italipuka. Dogo, acha utani, hii gari tumeikagua mwanzo mwisho, haiwezi kulipuka hata kidogo. Sijawahi kukosea kutabiri. Dogo akawasiliana na mizimu. Utapoteza hela hivi karibuni. Wewe utapata ajali. Hakuna aliyemwamini dogo, wote walijua anatania. Ghafla lori kubwa lilimshinda dereva, likawa linatoka spidi, likaigonga ile gari ikalipuka. Bodyguard mmoja aliumia kwenye komwe. Wallet yangu na simu yangu vinaungua. Dogo akaanza kuwacheka. Kuanzia siku hiyo akaanza kumwamini dogo. Bodyguard akampeleka dogo kwao. Mwamba alijua huyu ni mtoto wake, akakimbia kumkumbatia. Dogo akagundua kuna mapepo yanazunguka kichwani kwa huyu mshikaji. Akamuondoa mapepo kwa kujifanya anamfanyia masaji ya mabegani. Babu aligundua kwamba huyu sio mjukuu wake, akamuita karibu. Dogo akagundua mwili wa huyu babu una mapepo kama yote. Akarukia mgongoni kwa huyu mzee. Wewe shuka, utamua babu kwa pressure. Dogo akapiga ngumi kifua cha mzee kwa mara ya kwanza. Akakipiga tena na tena. Mapepo yakatoka kupitia mlango wa nyuma. Dogo akaruka kutoka mgongoni kwa furaha. Je, babu atasema kwamba huyu dogo sio mjukuu wake? Na kwa nini huyu dogo anafanana sana na mtoto wa tajiri? Comment hapo chini kama unahitaji muendelezo. Kabla hujaondoka, hapo chini kuna story ya mtoto wa bilionea aliyempenda dereva bodaboda. Pia hapo chini kuna story ya jamaa aliyetembea na wadada watatu kutoka familia moja bila wao kujuana. Pia hapo chini kuna story ya mchungaji aliyetakwa na binti pepo la ngono. Unataka kujua kama alitoboa au la? Story nzima inaisha, iko hapo, haina part 2 wala nini. Naomba like, subscribe, share, comment. Usipotaka usishare, usicomment, usilike, usisubscribe. Simu ni ya kwako, bando la kwako, usikupangie cha kufanya. Kama hauna subira, acha kuangalia shorts. Kama una hasira za karibu, acha kuangalia shorts. Focus kwenye videos za kuanzia dakika 30 kwenda juu. Ukiangalia shorts utatokwa povu hapo kwenye comment, utanitukana, nitafeel bad, nitamind. Mimi sipendi kufokewa, mimi ni last born, nitafuta hiki channel, watu wote tukose uhondo. Asante sana kwa kutazama Fredflix hadi hapa. Kumbuka hakuna Fredflix TZ bila wewe. Hadi sasa hivi ninavyoongea tuna subscribers zaidi ya 1080. Tujitahidi kusogea hadi laki, tufanye sherehe.